Habari za saizi, tunataka kushare namna ya kuandika bidhaa kwenye mfumo. Imerahisishwa zaidi, unaweza hapo ka add bidhaa, haina haja ya kutoka kwenye screen. Kwa hiyo kwa mfano hapa kuna Samsung TV, lakini labda tunataka tuandike nini? Tuandike labda tunauza na simu pia. Tuna add bidhaa hapa. Hiyo simu haipo, kwa tunaandika hapa labda Samsung A56. Sawa, hiyo Samsung A56 tuweke kwenye kategori gani? Tuweke kwenye kategori labda ya smartphone. Tulinunua kwa shilingi labda 500,000. Sawa, na tunategemea kuuza kwa shilingi 800,000. Sawa, lakini bei ya jumla kwa watu wanunua jumla labda ni shilingi 700,000. Na kwenye stock yetu tuna Samsung 500. Tuweke katika nanilia piece, haina shida. Tuna save. Sawa, then tunaendelea. Yaani hatujatoka pale, tumeadd bidhaa hapo bila kutoka. So mteja wetu labda ametupa namba, tunataka tumrekodi. Katika biashara ni vizuri kurekodi namba za wateja, ili kuna siku inaweza ikaja ikakusaidia. Kwa hiyo tunataka tumrekodi, labda hapa tunabonyeza plus. Anaitwa labda anaitwa nani? Anaitwa Richard, namba yake ya simu. Tunaandika tu namba ya simu yoyote hiyo. Sawa, huyu mteja wetu ni wa wholesale, tuseme wa retail. Sawa, mteja wa kawaida wale jaleja tunamsave. Save and select, inajiadi pale. Kwa hiyo Samsung A56, na mteja wetu ni Richard, anakuwa amesha kuwa added. Anachukua simu moja kwa shilingi 800,000. Tunamfanyia discount shilingi 20,000, na yeye akaamua alipie kwa cash. Basi tuna complete sale hapo bila kuondoka kwenda kurudi nyuma, siji kuandika product na nini. Yani uzuri wa mfumo huu, unamaliza kila kitu hapo. Una complete, unakuwa umemaliza. Ukitaka unaweza ukadownload receipt yako. Inakuwa ni rahisi. Una download list yako, then una share. Unakuwa umemaliza kuandika